Majina naitwa Kadhiri Kobia Stephen, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Michimekuru Tea Factory. Nataka kuongea kuhusu malipo ya mwaka bonus ambayo tumeweza kulipa mwaka huu, ambayo imeweza kushuka kutoka mwaka jana ambao tulikuwa tumelipa bonus ya shilingi 47 ikateremka hadi shilingi 35. Huu ni mwaka ambao umekuwa na changamoto nyingi sana kwa kampuni yangu ya Michimekuru. Kwanza tuliweza kupoteza soko la majani chai ya Orthodox, ambayo ndio chai ambayo tulikuwa tunaweza kuuza mwaka uliopita kwa bei nzuri, ambayo ilikuwa inaenda mpaka bei hata ya $5, kushinda majani chai ya CTC ambayo tunawezanga kuuza na $2 na senti 70 namna hiyo. So wakati tuliweza kupoteza hii soko ya Orthodox, mapato yetu na mapato ya mkulima yaliweza kupungua. Kwa hivyo hiyo ni jambo moja ambalo liliweza kuchangia kupungua kwa bonus yetu ya majani chai ya mwaka huu kutoka mwaka uliopita. Kitu ya pili, tulikuwa na deni ambalo tuliweza kuchukua, tuliweza kulipata pale, lilikuwa limechukuliwa na wakurugenzi ambao walikuwa wakati kabla tuingie wakati wa reforms, ambalo ni deni la shilingi milioni 183 million. Wakati tulipoingia kwa ofisi mwaka wa 2021 tuliweza kupata hili deni pale, na nikakuja nikatangaza kwa wakulima ya kwamba nimepitishiwa mandeni hayo kwa mkutano wa mwaka, yani AGM, kwa wale ambao wakulima wanakujanga kwa mkutano wetu wa mwaka. Hilo deni ilibidi tulipe, na tunalipa na riba. Hiyo ni deni ambalo lilichukuliwa in dollars. Sasa wakati huu dola ilikuwa imeappreciate against the shilling, interest yake ilikuwa juu sana, ikapunguza mapato ya mkulima wa majani chai wa Michimekuru kwa sababu ya kulipa hilo deni. Hilo deni tumelipa kutoka 2021 na hilo deni linaenda kuisha February 2025. Ndio hilo deni linaenda kuisha. Kwa hiyo ni jambo moja pia ambayo iliweza kuchangia kupungua kwa bonus ya mwaka huu. Jambo lingine ni quality ya majani chai yetu ya CTC. Tuko na changamoto ya mitambo yetu, ambayo ni mitambo ambayo imezeeka sana, ambayo iliachwa na mzungu wa Eastern Produce. Kama zile dryer zetu zenye zinatengeneza majani chai, boiler zetu ni zile za kitambo. Kwa hivyo zimemaliza ile tunaita service life yake. Kwa hivyo wakati tunaweka ile chai pale, hata kama tumechuna, mkulima amechuna ile majani chai mzuri ambayo ni 2 na shindano, matawi 2 na shindano, ikiingia pale kwa ile processing, kwa sababu tuko na mashini zetu ambazo zimezeeka, ziko na changamoto. Wakati chai inatoka pale haikui ya ile quality ambayo inaweza kuwa competitive pale kwa soko. Kwa hivyo tukienda pale kwa soko tunapata bei yake haiwezi kushindana na bei ya kampuni zingine kama wenzetu pale kama Kiegoi ama Imenti. Kwa hivyo tulikaa chini tukaamua kubadilisha hiyo mitambo. Gharama nayo ni kubwa, tukaamua kubadilisha kwa utaratibu, kwa phases. Kuweka mitambo kwa phases, kwa sababu tunajua tukibadilisha mara moja mkulima hataweza kupata pesa yoyote ya bonus mwaka, kwa sababu itaweza kukuliwa na hiyo maintenance ya mashini zetu. Kwa hivyo pia hilo ni jambo moja ambalo tunang'ang'ana ndio tuhakikishe Michimekuru iko na mashini ambazo zinafanya kazi vizuri, ambazo ni za kisasa, ndio ikitengeneza chai mzuri inaenda pale kwa market inapata ile dola ambayo iko juu. Hizi ndizo changamoto ningetaka mkulima wa Michimekuru aweze kuelewa, kwa sababu kama hatuwezi kucompete na wale majirani wetu kama Kiegoi kwa quality mzuri, tulipe haya mandeni yote yaishe kwanza, tuweze kuangalia vile tutaweza kufanya majani chai yetu iweze kuwa ina compete vizuri pale kwa market. Bonus yetu haiwezi kufanana na ya wale wengine. Kwa hivyo najua watu wameandamana leo kwa sababu wanasema bonus yetu imeenda chini. Hayo ndiyo maneno wakijaribu kukompea sisi na wale wengine kama Kiegoi na Igembe
wakiangalia imenti wako pale juu, lakini changamoto zetu ni tofauti kabisa, kwa sababu wale wenzetu hawana mandeni kama hayo. Wenzetu hawasiagi majani ya orthodox ambayo yaliweza kukosa market yake pale, yakakwama na stocks zetu ambazo tuko nazo sasa hivi hazijauza, ziko na miaka miwili za takribani zaidi ya milioni 353. Kwa hivyo ningeomba wakulima wetu wawe na subira, tufanye kazi pamoja na wasikubali siasa iingizwe kwa majani chai na kiwanda chetu cha Mishimekuru, kwa sababu ile maandamano naangalia picha, naona wale mnaongoza wengine wako na nia nyingine ambayo si nia ya mkulima wa majani chai kupata pesa. Kuna wale tulikuwa tunashindana nao viti, pia wao wako pale wakiona kama wako na nafasi ya kuingia kuwa directors kwa mlango ingine. Wakulima waangalie majani yao, waangalie mahali tumetoka, waangalie vile tumetengeneza kiwanda chetu. Tulikuwa tunalala majani chai inakaa kwa kibanda ya majani chai kwa siku 4 na wakulima wanapoteza, lakini sisi tuliweza kurekebisha. Saa hii hiyo chai haiwezi, inapimwa na siku moja. Kwa hivyo ningeomba tafadhali wakulima wetu muwe na subira, muitishe kama ni mkutano ya mwaka, mkuje msomewe mahesabu yenu. Kuna auditor wenu ambaye mmeweka pale, apitie pale mahesabu yenu na nyote mtaweza kuangalia maneno yenu ilikuwa sawa sawa.